نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu min wasaya as-salaf lish-shabab للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري غفر الله له ولوالديه. na darasa iliyomalizika tulimaliza alwasiyatu alula, na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi jalla jalaluhu tunaingia alwasiyatu athaniya, wasia wa pili lishababi, kwa maana wasiyatu athaniya min as-salafi lishababi, wasia wa pili kutoka kwa as-salafi salih lishabab. Anasema shekhe, wa min jumlati wasaya as-salaf, na miongoni mwa jumla ya wasia wa as-salafi salih lishabab wa vijana, ma jaa an Hammad ibn Zaid, ni yale ambayo yalikuja kutoka kwa Hammad ibn Zaid أنه قال كما يمسين دخلنا على أنس ابن سيرين، tuliingia sisi kwa Anas ibn Sirin rahimahullahu ta'ala fi maradhihi, katika maradhi yake. Kwa maana wakati alipokuwa anaumwa sisi tulikwenda kumkagua Anas ibn Sirin. Faqala, akasema, ittaqullaha ya ma'shara ash-shabab, muogopeni Allah enyi kongamano la vijana, enyi jopo la vijana, enyi kundi la vijana. Undhuru mimman ta'khudhuna hadhihi al-ahaditha, angalieni kutoka kwa nani nyinyi ta'khudhuna hadhihi al-ahaditha, mnachukua hadithi hizi. Kwa maana kutoka kwa nani nyinyi mnasoma hizi hadithi. Fa innaha min dinikum, kwa hakika hizo hadithi ni katika dini yenu. Kwa maana kusoma hizo hadithi ni katika dini yenu, ya kupaseni kwamba mjue kutoka kwa nani nyinyi mwasoma, yani hizo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Athari hiyo anasema akhrajahu al-Khatib fi al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami, amesimia katika kitabu chake alichokiita al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami biraqmi, kwa nambari ya 139. anasema shekhe, wa hadhihi wasiyatun adhimatun jidda, na huu ni wasia ambao ulikuwa ni mkubwa mno. wa hiya nao anna shabba, hakika ya kijana, almuqbila ala talabi alilmi, kijana ambaye alikuwa ameelekea katika jambo zima la kutafuta elimu, kijana ambaye alikuwa ameingia na kuelekea katika jambo la kutafuta elimu,
wa tahsil alhadithi, na vile vile kuzipata zile hadithi, kuzitafuta hadithi na kuzipata hadithi, kuzisoma zile hadithi. ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات. ينبغي أن يكون تحصيله له، inatakikana kwamba kuzipata kwake hizo hadithi ala aidi ahli alilm, iwe mbele ya mikono ya watu wenye elimu, arrasikhina, ambao walikuwa wamezama katika jambo la elimu na walikuwa wamethibiti katika jambo la elimu, tena al-athbat, walikuwa wamethibiti, kwa maana ahlu diraya, watu wa utambuzi, walbasira, na watu wa elimu. Al-akabiru fil ilmi, ambao walikuwa wakubwa katika elimu, kwa maana walisabika kwamba hawa muda wao mwingi sana waliutumia katika jambo la kusoma, na waliutumia muda huo katika jambo la kusomesha, kiasi ambacho ule muda wao mwingi sana ulikuwa umetumika katika jambo la elimu. La an ya'khudha al-ilma an kulli ahadin, sio kwamba kuchukua elimu kutoka kwa yoyote yule ambaye labda akaonekana kwamba mtu huyo anasomesha, lakini pakizingatiwa elimu yake yeye mwenyewe amesoma kwa watu wa bid'a, amechukua elimu kwa watu wa bid'a, tayari washampa zile fikra za kibida nyingi sana. Sasa watu wasichukue elimu kwa watu sample kama hiyo, kwa sababu fikra ambazo zitakazotoka kwa mtu wa sampuli kama hiyo kuingia katika nyoyo za wale ambao wanawasikiliza ni kuwa kwamba vitu ambavyo vilivyokuwa havijathibiti ndivyo ambavyo atakapokuwa anavitoa, na wale wapokezi ndivyo ambavyo atakapokuwa wao wanavipokea. Sasa ahlul ilm, wanachuoni, wameweka msingi huu na wakatoa wasia huu kwa kila kijana ambaye alikuwa kijana huyo amefungamana na misingi ya kutafuta elimu, basi elimu hakikishe kwamba anaichukua kutoka kwa watu ambao walikuwa sahihi. Sio kila ambaye alikuwa kwamba anasomesha atakuwa yuko sahihi, bali baadhi ya watu wako tayari kuzibadilisha hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya wao labda madhehebu yao ya Kishafi, kwa sababu wao madhehebu yao ya Kihanafi, kwa sababu wao madhehebu yao ni ya Kimaliki, kwa sababu wao madhehebu yao ni ya Kihanafi, wa ile taassubi ambao wao walikuwa kunayo na ule umimi ambao wao walikuwa kunao katika yale madhehebu ambao wao walikuwa kunayo, au katika zile tarika ambazo wao walikuwa kunazo, hawako tayari kufuata hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu wa sampuli kama hiyo kisha akaja kufungua darasa na wewe ukawa unahudhuria, bila shaka utakachopokea hapo ni kile ambacho kilichokuwa kinaendana na kule kutilia kwake nguvu ile taasubi ambayo alikuwa nayo katika madhehebu yake, na taasubi alikuwa nayo katika lile pote lake. Wa inna ma ya'khudhu al-ilma, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa atachukua elimu an sahibi sunna, kutoka kwa mtu ambaye alikuwa amefungamana na sunna. Ulizia wewe, je, huyo ni mtu wa sunna ambaye mimi nimesoma? Kiambiwa kwamba ni mtu wa sunna, basi chukua hadithi kutoka kwake na kaa darasani usome kwake, kwa sababu atakayokufundisha ni yale ya sunna ambayo alikuwa amethibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe siku zote maana yako unatafuta kile ambacho kilichokuwa kimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufungamane nacho, ushikamane nacho na kuifanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Kwa maana wewe upo hapo unaakisi yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyafanya, unaakisi yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyasema. Hapo ndio ulipo wewe. Hasa mtu akikutoa hapo akakuweka pahala ambapo pakawa panakinzana na pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipokuwa amepafundisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ambapo alipokuwa amepasema, bila shaka kwamba wewe utakuwa umetoka katika ile jada ambayo Mtume alikuwa ametumwa nayo. Sasa kuchukua kutoka kwa watu wa sunna ambao au mtu wa sunna ambaye rasakhati qadamuhu fiha, mguu wake
umedumu na umethibiti na ukawa umeota mizizi katika jambo hilo la sunna, muda mrefu yupo katika sunna na wala hakutolewa na shubha yoyote ile, mguu wake umezama katika sunna, muda mrefu upo katika sunna, haukuwa kwamba umeyumba, labda ukatolewa, limekuja wimbi la makhawariji labda yeye likamtoa wimbi hilo, la, bali amethibiti akawa imara katika uthibiti katika sunna. Watu wamekuja Hizbu Tahariri, yeye amesimama katika sunna, akajua kwamba hili ni pote la watu wa bid'a. Limekuja kundi la Tablighi, yeye amesimama amethibiti katika sunna. Limekuja pote la tarika Qadiria, Shadhilia, Nashqabandia, Rifaia, yeye amethibiti katika sunna na akawatahadharisha watu kutokana na mapote ambayo walikuwa wamepinda. Kwa maana alikuwa yuko imara katika usawa ule ambao ulikuwa umethibiti. Na hili ni jambo ambalo ndilo litakiwalo, ni jambo ambalo kila Muislamu atakana kwamba yeye amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe thabati adumu katika sunna. Kwa sababu atakuja watu siku ya kiyama, wao Mtume sallallahu alaihi wasallam ataona nazuiliwa, atasema ya Allah, ya Rabbi, hawa ni katika watu wangu. Ataambiwa kwamba hawa walibadilisha baada ya kuondoka wewe, hawakufuata yale ambayo wewe ulikuwa umeacha, walifuata vitu ambavyo vilikuwa sivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema suhqan liman badala ba'di, atasema baada ya wanachuoni wametafsiri suhqan kwa maana maangamizi yawe kwa wale ambao walikuwa wamebadilisha baada ya ngoma, na baadhi ya wanachuoni wametafsiri kwamba kuwe mbali kwa mtu ambaye alikuwa amebadilisha baada ya kuondoka mimi. Kwa hiyo kuwe mbali ndio yale maangamizi, kwa sababu mtu ambaye alikuwa yuko awe mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam tena akhera, na maana huyo mtu atakuwa wapi? Kwa motoni. Ndio yale maangamizi, kwa maana maangamizi yatakuwa kwake yeye. Kwa hiyo wewe ukiambiwa kwamba hichi kimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hicho inakupasa kwamba wewe ushikamane nacho, usikifanyie uzembe. Usiwe kwamba ukasema nataka nitafanya, nisipotaka kwamba nitaacha, bali fungamana nacho kitu hicho na shikamana nacho, na hakikisha kwamba hicho ndicho ambacho wewe umefungamana nacho imara, na huku ukijua kwamba umeshika jambo ambalo lilikuwa la sawa sawa, kiasi ambacho ukifika kwa Mola wako basi unajipa asilimia fulani kwamba mimi nilifungamana na jambo ambalo lilikuwa sahihi. Kwa sababu dunia ambayo uliokuwepo ni dunia ambayo ina mawimbi mingi sana, lisije wimbi lolote ambalo likakuchukua likakutoa katika ile sehemu ambayo ulikuwa umeshikilia. Fa'an ibn Shawdhab rahimahullahu ta'ala, kutoka kwa ibn Shawdhab rahimahullahu ta'ala, qala amesema inna min ni'mati llahi ala shabi, hakika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kijana, idha tanassaka, pale ambapo atakapokuwa yeye amefungamana na ibada, kijana huyo na akashikamana na jambo la ibada, aliwa akhiya sahiba sunna, ni kule kumfanya ndugu yake mtu wa sunna. Aliwa akhiya sahiba sunna ni kumfanya ndugu yake mtu wa sunna na kusudiana na mtu wa sunna. Yahmiluhu alaiha, mtu wa sunna ambaye atakembeba juu hiyo sunna akamuelekeza katika hiyo sunna. Basi hizo ni miongoni mwa neema za Allah zilizokuwa kubwa sana. Kwa maana wewe jiangalie, ni nani marafiki zako ambao unasudiana nao? Ni watu wa sunna? Ni watu ambao wenye kutafuta elimu mfano wako, au kwamba unasudiana na watu ambao walikuwa hawana ihtimamu ya elimu kiasi ambacho swala zao wanaswali kiuvivu? Imefika time ya swala, unamwambia kwamba twende kuswali, mwambia subiri kidogo, tutakwenda kuswali au tutaswali mbele hapo. La, bali mtu wa sunna ni yule ambaye alikuwa yeye ana ihtimamu katika jambo la kutafuta elimu. Mtu wa sunna ni yule ambaye ana ihtimamu ya kushikamana na lile jambo la sunna ambalo lilikuwa limemthibitikia, na hakubali kabisa kuona jambo hilo linakwenda kinyume au wanatokezea watu wanalipinga jambo hilo. Wa ana Amr ibn Qais, kutoka kwa Amr ibn Qais al-Malai rahimahullahu ta'ala, na wako ambao wanasema al-Mulai wanasoma kwa dhamma, rahimahullahu ta'ala, qala amsi idha ra'aita shabba, utakapomuona kijana, awwalu ma yansha'u ma ahli sunna, jambo la mwanzo ambalo yeye anokulia nalo ni kukulia pamoja na watu wa sunna. Yeye kupata balighi yake, kupata ujana wake
ni kukulia pamoja na watu wa sunna wal jamaa, farjuhu, basi mtarajie kijana huyo kwamba ni kijana ambaye atakayekuwa kijana bora. Tarajie khairi kijana huyo, yani yeye kukua kwake, kusoma kwake tangu zile madarisi, amepelekwa katika madarisi za sunna, na kusoma kwake ni kusoma kwa watu wa sunna, basi mtarajie khairi. Haina maana kwamba labda yule kijana mwanzo alipelekwa katika madrasa za kibida, madrasa za dufu, madrasa za zikri, sasa ikawa kwamba labda ndio tunatarajia kwamba atakuwa kwamba zile bida zitamdhihirikia baadaye atarudi tena. La, bali inawezekana ikawa mtu amekulia katika mambo hayo, lakini wakatokezea watu wakamlingania na akatoka katika zile bida ambazo alikuwa yuko nazo. Labda yeye alikuwa ni mtu ambaye anahitimisha, alikuwa anasoma maulidi, alikuwa anapiga dufu, ni mpigaji dufu maarufu hodari, ukimpa dufu yoyote, kitasi sijui nini ukimpa anapiga, kwa maana ni vitu ambavyo alikuwa yeye manake ana uwezo wa kubadilisha kila aina ya mpigo, au kucheza ni hodari wa kucheza, au katika zikri ni hodari wa vitu hivyo. Lakini baada ya kupata ile sunna, akafungamana na sunna, akajua kwamba haya ni mambo ambayo yalikuwa si sawa, ni mambo ambayo yalikuwa kibida, akaachana nayo, akafungamana na sunna, akarudi katika sawa, basi huyo anakuwa amefungamana na sunna kiukweli, kwa sababu mpaka kaacha vitu kama hivyo manake ameacha kiukweli. Wa idha ra'aitahu, na utakapomuona wewe ma ahli albid'ah, utakapomuona kwamba yuko pamoja na watu wa bid'ah, fai asminhu, basi mkatie tamaa kijana huyo. Kimuona na watu wa bid'ah, yeye watu wake ni wale watu wa bid'ah, kimuuliza vipi, manake sisi bana tunatafuta umoja, tunataka umoja wa Kiislamu, sio kwamba hawa watu kuwatenga na vitu kama hivyo, kisha kwamba mimi najua kwamba hili ndilo hili silo, kwa hiyo yale ambayo yalikuwa ndio mimi ndo nafuata, yale kwa sio naachia wenyewe. La, jambo haliko hivyo, kwa sababu wewe ukifungamana na watu wa bid'a, yani zile bid'a mwanzo utaanza kuchukia, mwisho wa siku utaanza kuzipenda bid'a hizo, na mwisho wake kwamba utaingia katika bid'a hizo. Fa inna shaba, kwa sababu kijana ala awwali nushuihi, ni katika ule mwanzo wa kukua kwake kijana. Kwa hiyo ule mwanzo wa kukua kwake kijana ndiyo wewe kwamba utamjua kwamba huyu kijana amekulia katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini kijana ikiwa mwanzo wake ukamkuta kijana huyo amekulia katika watu wa bid'a, na akawa amerithishwa mikoba, na akawa mikoba hiyo sasa na yeye anaieneza kwa watu wengine, basi hofia sana kwa kijana huyo, na ogopa sana kwa kijana huyo. Na mara nyingi sana kijana sampuli kama hiyo anakuwa ni katika watu ambao inawezekana akawa yeye ni hatari kuathiri vijana wenzake, ni kuwaingiza katika bid'a wale vijana wenzake. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna mizizi fulani ishauteshwa kwake yeye. Amepewa ijaza na mashekhe wake wa kibida, kaambiwa kwamba sisi tunakurithisha hii tarika uiendeleze na uwe nayo. Kwa hiyo akarithishwa na baadhi ya vitu vya kiuchawi, akarithishwa baadhi ya vitu ambavyo vya kiuganga. Kwa hiyo akawa sasa anakwenda navyo vitu hivyo, na endapo kwamba atalinganiwa akapelekewa nasaha, basi wale wakuu zake wanazidisha kumfanyia mambo ya nini, ya ule uganga. Mmoja yeye aliambiwa kwamba haya mambo hayafai, haya mambo ya zikiri na vitu kama hivyo. Basi baada kaka zake wale wakubwa zake kujua kwamba huyu kijana sasa anaanza kuelekea katika sunna, kwa hiyo wakafanya nini, wakamlingania, wakaanza kumfanyia mambo ya kumpelekea mandoto ya kiuchawi. Mwisho wa siku ikabidi kwamba achane tena na watu wa sunna, arudi kule kule, kwa sababu bado zile nasaha zikumwingia. Lakini mtu ambaye nasaha zilikuwa zinamwingia hasa anakuwa anaachana vitu hivi. Na watu wanafanya mambo shirikina, kwa sababu wao wenyewe washirikina, si watu ambao wa sunna, na shetani anakuwa tayari kashawachezea,
kama vile ambavyo unavyosoma historia za washirikina wa Maka, yale ambayo shetani alikuwa amewachezea nao, na vile vile hawa washirikina ambao walikuwepo wakasema wao si tarika gani au si tarika gani, shetani vile vile anakuwa anafanya nini, anawachezea. Na ndio maana nakwambia ukifikia katika yakini, basi wewe huhitajiki tena kufanya ibada, kuswali. Nani ambaye alowapa yakini hiyo? Alowapa yakini hiyo ni shetani, ndio ambaye alikuwa amewapa yakini hiyo ya kuwa kwamba sasa wanaotosha ndoto za kiajabu ajabu, ndoto zilizokuwa za kuona vitu vya kiajabu ajabu, ni vitu ambavyo Muislamu anatakana kwamba tahadhari navyo. Wa ana Amr ibn Qais, kutoka kwa Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala, qala, amesema inna shaba la yansha'u, hakika kijana atakuwa ni mwenye kukulia, fa in athara, ikiwa atatoa kipaumbele kijana huyo, anujalis ahla alilm, maana yake ikiwa kipao chake mbele ni kukaa na watu wenye elimu, kada an yaslama, basi imekusha kurubia kijana huyo kusalimika. Kwa maana akiangaliwa yeye anakaa na watu ambao walikuwa wamefungamana na misingi ya kielimu, hakai na watu ambao walikuwa wamefungamana na nini, na bid'a, bali watu wake wote ambao wanaozingatiwa ni watu ambao walikuwa kielimu, ni watu ambao wapo katika ile jada ya usawa, ndio ambao wanazingatiwa kwamba huyu bana, kwa hawa ambao wanafungamana nao ni watu ambao walikuwa kwa sawa. Na mtu ukitaka kumjua kwamba wewe kumjua, muangalie rafiki yake ambaye anasubiana naye. Ikiwa rafiki yake ni katika watu wa sunna, na yeye mtarajie kwamba ni katika watu wa sunna. Lakini ikiwa rafiki yake si katika watu wa sunna, basi tarajia kwamba huyu sunna kwake yeye iko mbali sana. Lakini sasa jamii iliyokuwa imetuzunguka sisi ni jamii ambayo ina watu wengi, na hao wengine tunaamiliana katika miamala tofauti tofauti. Kuambiwa kwamba usiamiliane katika miamala ambao ulikuwa unaamiliana. Hata kafiri unaweza kuamiliana naye katika masuala ya kibiashara, kuna ubaya katika huo, kwa sababu ni miamala tu ya kidunia na vitu kama hivyo. Kwani watu wanachukua mizigo kutoka China, kutoka Dubai, kutoka wapi siji huko China na kukwenda kwamba wale wa China ni Waislamu. La, ni watu ambao kila mmoja na dini yake tu, lakini wewe unakwenda kuchukua mzigo unarudi zako. Ni miamala ambayo inafanyika, yani huna mafungamano nao kusema kwamba huyu ni rafiki yangu anaitwa Shinshonshe. La, tena ukawa unasubiana naye muda wote, unafuatana naye muda wote, jambo ambalo kwa sila sawa. Unaamiliana naye katika lile ambalo kuwepo, ukimaliza umeachana naye. Sio kwa maana labda tena ikawa unasubiana naye ikawa kwamba wewe utaki rafiki isipokuwa rafiki huyo, ikawa usubiane na mtu isipokuwa mtu sampuli hiyo, jambo ambalo litakuharimu na hujui siri yake ikoje kwako wewe. Inawezekana kwa pili yeye akaja katika miamala sampuli kama hiyo, tena akafanya wepesi, akakupa pesa, kwambia fanya hichi, fanya kile. Lengo lake anataka ainunue ile dini yako, akutoe katika Uislamu. Kama vile ambavyo Waingereza kuna kipindi walipofungua milango kwamba refugees waingie katika, wakimbizi wale waingie katika nini, katika miji yao, watu wakaingia wengi, makundi kwa makundi, tena kiwepesi kabisa. Lengo lao si kwamba wao kwamba hawajui, yani mtu sasa kama ajiripua yeye ni Mtanzania na ajiandika kwamba ni Msomali, sio kwamba hawajui kama wewe ni Mtanzania, wanajua, lakini lengo lao kwamba wanavuta, wanajua huu mji huu watu wake wengi ni Waislamu. Sasa tutawapata vipi hususan hawa vijana? Tutawapataje hawa vijana? Ni kuhakikisha kwamba hawa tunawafungulia milango hii. Kwa hiyo wakafungua mlango wa design hiyo, watu wakawa wanaenda kwa wingi sana. Pia wakawa wenyewe wanakuja katika hii miji, wanakaa katika mtaa, wakisha kuzoeleka kidogo, na wakiona kwamba kuna nyumba, hii nyumba watu wake ni watu wa dini kiukweli kabisa, basi wakimwona kijana wanamchukua, sema mimi naomba kijana niachiwe nikamuendeleze kusoma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu namna Waswahili walipokuwa wamerogeka na rangi ile nyeupe ya wazungu, kwa hiyo mtu anasema na kachukuliwa Uingereza, akirudi huyo tayari kashabatizwa, akirudi huyo tayari ile fikra ya kumtambua Mola wake Subhanahu wa Ta'ala haipo tena, hata ile lugha yake haijui tena. Kirudi maana yake shajua lugha nyingine
kiasi ambacho sasa kitaka kuzungumza na wewe mzazi wake atafute mtu wakati ili azungumze na wewe. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo makafiri walizitumia muda mrefu kuweza kutengeneza ile generation ya vijana ili kuja kupotosha ule Uislamu na kuja kusimamia zile itikadi zao ambazo wao walikuwa wako nazo. Ndio maana wakakuta mambo ya Kikristo wengi wanaorudi kusoma katika maeneo huko, wakirudi wanafungua nini? Wanafungua makanisa. Sasa wewe kijana wa Kiislamu bado unazembea, ufanye bidii, haikujii hima, haikujii uchungu katika jambo la kusoma dini yako. Yaani ni jambo ambalo la kusikitikiwa, ni jambo ambalo la kupigiwa takbira 4. Bali unatekana kwamba wewe ufanye bidii ya kukaa na watu wenye elimu na pia uathirike na ile elimu, kwa maana uchume ile elimu ili baadaye uje kuwa ni msaada, uje kuwa wewe ni kitu ambacho unatumika katika Uislamu kuhakikisha kwamba wale wanokuja baada ya wewe na wao vile vile unawatoa katika zile fikra ambazo zitakazokuwa zinawanyemelea, kuwatoa katika ule Uislamu. Wa imala ila ghairihim, na ikiwa kwamba kijana atamili katika fikra nyinginezo, kada an ya'taba, basi imekurubia an ya'taba bimaana an yafsada, kufisidika kijana huyo, imekurubia kijana huyo kufisidika na vile vile kuwa mbali sasa na ile itikadi yake ambayo ilikuwa sahihi. Kijana ni mtu ambaye au ni rasilimali ambayo ilikuwa ni ya khairi sana, na ndio maana wanachuoni wakasema innamal khairu fi shabab, khairi zote zipo kwa vijana. Ukiona taifa limeendelea, basi kuendelea huko katika asilimia kubwa sana imepatikana kwa ile nguvu ya vijana, ndio ambao walijenga taifa hilo. Ukiona nchi imepiga hatua, basi hatua hiyo iliyopigiwa sehemu kubwa ambayo ilikuwa imepigiwa ni vijana, ndio ambao walikuwa wamejenga taifa hilo. Sasa hii rasilimali ya ujana, ikiwa wewe ni kijana, utumie vizuri, jipangie mikakati ambayo ilikuwa imara, mikakati ambayo ikifikia miaka fulani, maana wewe kutoka sasa hivi mwaka uliokuwa nao, sema mimi hata ikifika miaka 5 kama Qur'ani basi nijua kusoma matni, kadhalika vile vile ninajua maana, kadhalika vile vile kama kuhifadhi nimehifadhi hadithi za mtume ninazijua na nimehifadhi at least vitabu fulani, kadhalika vile vile ulimi wangu niwe nimeulainisha, utoa katika ugumu ambao ulikuwa nao, uweka katika wepesi katika kuzungumza lugha ya Kiarabu, katika kutamka lugha ya Kiarabu, na niwe nimepiga hatua kiasi ambacho kwamba mimi baada ya miaka kadhaa niwe na hichi katika upande wa elimu, na niwe nimepiga hatua hii. Wengi katika vijana wa Kiislamu hakuna mikakati hiyo, hakuna malengo hayo. Lao kwamba atasimamishwa kijana wa Kiislamu ambaye wewe malengo yako baada ya miaka 5 ni ipi, atayatunga pale tu malengo yake, kwa sababu malengo siku zote yanakuwa yapo muda mrefu sana, lakini yeye atayatunga pale kwa sababu yeye anakwenda tu. Kama ni maisha anakwenda anatafuta pembe lake alipate, alhamdulillah. Akishakulipata asema si haba, lakini hana ile mikakati ya kusema mimi baada ya miaka kadhaa basi niwe nimefanya hichi. Hata yakinjia mauti basi tayari nimeutumikia Uislamu kwa hatua hii. Na kila mmoja kwa ile hali ambayo yeye alikuwa yuko nayo na sehemu ambayo alikuwa yuko napo, pia anaweza kautia Uislamu. Na mtu sehemu ya mwanzo hasa anaanza katika familia yake. Najua kwamba mimi kijana sasa hivi nishafikia umri nataka kuoa. Kwa hiyo madhali nataka kuoa, basi wa kumtafuta ni yule ambaye yuko sahihi. Au mimi tayari nishaingia katika ndoa na Allah kashanguzuku kizazi. Kwa hiyo hichi kizazi natekana nikiweke katika mikakati kadha. Au mimi ni kijana ninafanya kazi katika sehemu kadha, wale vijana ambao wanamzunguka na hakikisha mimi nawalingania. Au mimi ni kijana ninasoma katika sehemu kadha, hawa ambao nasoma nao na hakikisha nawatoa katika fikra potofu na waeka katika fikra ambazo kwa sahihi. Wako vijana wengi wamefanya kazi nzuri kabisa, wamesoma mashule, wakawalingania vijana wenzao, walikuwa na fikra potofu, fikra za jihadi, fikra zilizokuwa tofauti, lakini walisimama imara, wakawalingania wenzao, wakawatoa katika fikra zile na wakaleta katika ile manhaji ambayo ilikuwa ya sawa. Na hivi ndivyo ambavyo kijana wa Kiislamu anatakana awe. Yeye mwenyewe kwanza anapiga hatua, lakini vile vile
na anahakikisha mwenzake vile vile anamlingania, anamweka katika mazingira ambayo yalikuwa ya sawa. Na akimuona kwamba anakwenda kwa watu ambao walikuwa siwa sawa, mwambie tahadhari na watu wao, kwa sababu wao ni watu ambao walikuwa siwa sawa, watakutoa katika ule usawa ambao wewe ulikuwa uko nao, na atakuweka katika mazingira ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo msingi huu au wasia huu ambao wameweka wanachuoni ni katika misingi ambayo ilikuwa mikuu kwa vijana, kadhalika kwa yoyote ambaye mwenye kujishughulisha na masala ya kusoma dini yake, ashikamane nao. Watu walipokuwa wamezembea katika msingi huu, walipozembea katika wasia huu, ndio matokeo yake wakapatikana vijana wakawa hapo katika fikra za kisufi, ndio wakapatikana vijana wakawa hapo katika fikra za jihadi, fikra za kujiripua, fikra ambazo za budurogo, ambazo fikra ambazo zilikuwa haziko katika manhaji ambayo ilikuwa ya sawa, kwa sababu yeye alifungua mlango wa kusoma kwa kila mtu au wa kumsikiliza kila mtu, hata wale watu ambao walikuwa munharifun, walikuwa vipinda, yeye alifungua mlango huo. Ndio wakapatikana vijana wakawa wanafunga safari, sasa wanakwenda zao Somali, wamesikia kwamba Somali kuna jihadi. Ndio wakapatikana vijana sasa wakasikia siku kuna sehemu fulani kuna kaburi la wali fulani, twende tukalizuru, wakafunga safari wakaelekea sehemu hiyo. Ndio wakapatikana vijana wakawa wanaleta fikra tofauti tofauti, jamii ikawa imeharibika, jamii ikawa imegawanyika katika mapote chungu nzima. Nini kilichopelekea hivyo? Msingi huu haukudhibitika. Wasia huu wa salafi saleh ya kwamba hii elimu ni dini, angalieni kutoka kwa nani ambao nyinyi mnachukua dini hii. Bali kauli hii wanachuoni wameandika kitabu kizima ambacho inazungumzia kauli hii tu, kauli ya Ibn Sirin kwamba inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khuduna dinakum, kitabu kizima. Wakawa wanaisherehesha kauli na kuitolea maelezo na kuonyesha kwamba watu wanatakana wafungamane na wale watu ambao walikuwa wanasifikana kwamba hao ni watu wa sunna. Ukimwona mtu si wa sunna, basi achana naye, kwa sababu mtu ambaye alikuwa si wa sunna, wallahi mara nyingi atakuwa anafuata matamanio yake. Zamani tulipokuwa tunasoma sisi, kuna baadhi ya maduati waliingia katika elimu yetu kipindi cha Sheikh Nasr Rubacho Allah mrehemu. Kwa hiyo wale maduati wale walipokuwa wanasomesha darasa za pembeni, walikuwa wakiwaambia baadhi ya wanafunzi kwamba haya anasomesha Sheikh Nasr ndio ambayo alikuwa sahihi. Lakini jamii itatuonaje? Jamii itatuonaje katika hao masheikh? Sitaki kuwataja masheikh gani, lakini nikimtaja mmoja hakuna hata mmoja ambaye alikuwa mimi. Jamii itatuonaje? Kwa maana si yale ambayo yalikuwa yanapingwa, mambo ya maulidi, mambo ya hitima, mambo ya bid'a, si kwa maana hawayafahamu, wanayafahamu, wanayajua fika kwamba haya ni mambo ambayo hayajathibiti, lakini kwamba jamii kutokana na kuzagaa kwake na sehemu kubwa kwa imeingia katika yale mambo, wao wameona ndani na mkumbo wa jamii. Lakini wallahi laiti kwamba ingelikuwa mambo yale jamii sehemu kubwa wanayapinga mambo yale, basi wao pia ingelikuwa katika upande huo wa kupingana nayo mambo hayo. Sasa hawa ni maduati ambao Mtume SAW anasema wapo katika milango ya nini? Ya moto wa jahannam. Wanawalingania watu kuwavuta katika sehemu hiyo. Yule ambaye atakayetikia watamtumbukiza katika moto huo, wala yadhu billah. Sasa wewe unatakana kwamba usimame imara, uhakikishe kwamba unasoma dini yako kwa watu ambao walikuwa ndio watu ambao walikuwa sahihi, watu ambao wanajua kwamba huu ndio usawa na huu ndio sahihi wa mambo. Hapo ndipo ambapo unatakana usome dini yako. Na ukishakusoma dini yako hapo, na wewe unatakana sasa usimamie na ufanyie kazi yale ambayo ulikuwa umeyasoma. Na tunatoa maelezo haya kwa wingi kwa sababu msingi huu ndio ambao wengi wa watu, kama si kaka yako, baba yako, kama si rafiki yako, jirani yako, kama si huyu si yule, utamkuta kwamba tayari yeye yuko katika pahala ambapo alipokuwa si sawa. Bali baadhi ya vijana ambao wanaonekana wanahudhuria katika durusi za kisalafi, lakini matokeo yake vile vile anaonekana vile vile anahudhuria katika durusu za watu wa bid'a. Vipi? Akiulizwa asema mimi nakwenda kusoma lugha tu. Ina maana kwamba wewe watu wa sunna hawajui lugha au vipi? Naona kule kwa watu wa bid'a kuna lugha, huku kwa watu wa sunna hakuna lugha.
bali kwa watu wa bid'a kuna shubha nyingi na kuna utata mwingi ambao wanaotumia katika lugha ili kubadilisha hata sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana watu wa sunna, maulama wa ahli sunna wal jamaa wakawa wanakataza watu wasende katika sehemu hizo, kwa sababu wakenda watakwenda kukuta na vitu istawa, wao wataenda kuambiwa istaula. Sasa lugha gani istawa? Wakaambiwa istaula. Allah ametumia Ar-Rahman ala al-arsh istawa, wao wataenda kusema kwamba hapa maana yake Allah amekusudia istaula, wakati kwamba neno istaula neno la Kiarabu na istawa neno la Kiarabu, lakini Allah ametumia istawa, wao wanaenda kulibadilisha, wanasema kwamba nini istaula. Pia ukienda kwa watu wa bid'a, wao katika hadithi za Mtume SAW Mtume anasema yanzilu rabbuna ila samai dunya, wao watakwambia kwamba hapo sio rabbuna, hapo pana maana nyingine. Watasema rahmatu rabbina. Sasa rahmatu rabbina inakuwa yanzilu. Sasa lugha gani hiyo ambayo wewe unakwenda kutafuta kwa watu wa bid'a? Isipokuwa ni shubha na kizunguzungu ndicho ambacho unakwenda kukipata. Bali baadhi ya watu walipokuwa hajasikia nyasia hizi za salafi saleh, walipokwenda kwa watu wa bid'a wakasema naona hizi hadithi za Mtume tuzifahamu, sasa naona kama kizunguzungu. Mbona nyinyi si mlikataa kwa msende kusoma kule? Mbona mmekwenda maana yake naona wanasomesha Bulughul Marami, wanasomesha Riyadhus Salihin, tukaona kwamba twende vitabu vya watu wa sunna, lakini kila akisomesha hatusifahamu hadithi. Sababu si watu ambao walikuwa wao wamesomeshwa, kwa sababu elimu siku zote aliyoiweka ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakaichukua elimu hiyo, na baada ya kuchukua elimu hiyo wakairithisha elimu hiyo kwa matabiina, na matabiina wakarithisha elimu hiyo kwa atba'u tabi'in, na kuirithisha elimu inakwenda. Sasa kuna watu wao wakawa wamekuja na vitu ambavyo vilikuwa sivyo vile ambavyo walikuwa wamethibiti kwa nani kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana anasema falamma waqa'atil fitna, zama ilipotokea fitna, anasema kunna la nas'alu 'an al-isnad, sisi ilikuwa hatuulizi kuhusiana na isnadi, hatuulizi kuhusiana na pokezi wa hadithi, lakini anasema falamma waqa'atil fitna, zama ilipotokezea fitna, tukasema sasa tukawa tunasema sisi sammu lana rijalakum, tutajieni hao watu wenu, fayundharu ila ahli sunna fayukhadhu hadithuhum, panaangaliwa watu wa sunna ndio zinachukuliwa hadithi zao, wayundharu ila ahli albid'a fala yukhadhu hadithuhum, na panaangaliwa kwa watu wa bid'a, pakijulikana kwamba huyu ni mtu wa sunna, basi hadithi yake inakuwa inasalimika, inachukuliwa. Lakini ikijulikana kwamba huyu ni mtu wa bid'a, hadithi yake inakuwa isalimiki. Kwa nini? Kwa sababu watu wa bid'a mara nyingi wanafuata matamanio ya nafsi zao, na huu ndio ukweli ulivyo. Watu wa bid'a wanafuata matamanio ya nafsi yao. Haoni tabu kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, haoni tabu yeye kutunga hadithi yoyote ile. Bali kuna siku shekhi wetu mmoja alikuwa anazungumzia, wakati huo tuko wadogo, anazungumzia kuhusiana na mambo ya maulidi kwamba ni mambo ya kibida hayafai. Basi siku ya pili yake akaandikiwa hadithi, watu wa bid'a wakaandika hadithi yani kwamba inaonyesha kwamba hadithi hiyo maulidi yanafaa, kisha akasema rawahu al-Bukhari wa Muslim. Simefahamu, wakajua kwamba hawa watu wa sunna hawa wao vitabu vyao ni Bukhari na Muslim, kwa hiyo ili tuaminishe, kwa hiyo wakatunga hadithi, akisha kaandika rawahu al-Bukhari wa Muslim, akisha kaenda kumbandikia, naita kile cha juu, mnetaje kile cha mlango yani juu pale kikuta au kizingiti, kizingiti na cha chini, hichi cha juu hapo wakambandikia juu ya mlango wake, wakambandikia hadithi hiyo hapo rawahu al-Bukhari wa Muslim, kwamba hadithi iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim inaonyesha kwamba maulidi inafaa, yanafaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha. Hebu fikiria namna watu wa bid'a walivyo, kuonyesha kwamba hawa ni watu wa bid'a. Sasa wewe inakuwaje kijana wa Kiislamu unakwenda kwa watu wa bid'a, unakwenda kukaa, hawa watakutia wazimu, watakutia mazaiki, watakufanya kwamba wewe usisome dini yako katika misingi ambayo ilikuwa sawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa muhimu kutanabaha, kuzinduka nalo na kuwa mbali na watu wa sampuli kama hiyo. Yaani wewe ukishakujua tu kwamba huyu ni mtu wa bid'a, usimsikilize mtu wa bid'a, kwa sababu atakutia maradhi katika moyo wake. Kwa hiyo naomba leo tushie hapo, kwa sababu huu msingi una maelezo mengi na mengineyo nilitaka niyasome, lakini muda hauniruhusu kuyasoma maelezo ya ahlul ilmi kuhusiana na jambo hili. Lakini kwa haya niliyoeleza katika msingi huu wa pili, ukifungamana kisawa sawa, basi utaepukana na mambo mengi sana ya kusoma kwa watu wa bid'a,
kadhalika vile vile ya kukaa na watu wa bid'a. Tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuingia alwasiyatu thalitha, msingi wa tatu, na pia utahitaji maelezo kidogo na kisha na nyasia nyinginezo ambazo zitakazofuata. Lengo si kumaliza kitabu, lengo kwamba hizi nyasia hizi wanachuoni ukisoma wanaandaa mihadhara mizima, kila wasia kuna mhadhara mzima. Kwa hiyo kitabu hichi kinamalizika, lakini lengo lake kwamba huu wasia, kila wasia tunasoma ufahamike kwa ule udhibiti wake. Maana yake mkifahamu huu wasia tuliosoma leo, bila shaka kama kuna mtu alikuwa anakwenda anachomoka kwa watu wa bid'a, basi ataachana na kwenda kwa watu wa bid'a. Atasema kwamba kuanzia leo basi kwenda kwa watu wa bid'a, kwenda kusoma kwa watu wa bid'a. Kwa sababu tunawajua baadhi ya vijana wanakwenda kwa watu wa bid'a kusoma. Mbona vipi wewe? Maana yake ni mtaani pale, pale ni mtaani, kwa hiyo yule ni mwalimu, kwa hiyo acha mimi kuwepo pale, lakini lengo langu mimi ni zuri. Wapi? Sasa wewe maana yake uko pale, mtu mwingine anajua yule mbona si kijana wa kisunna yule, mbona tunamuona pale. Sasa baada ya kumuona pale, na maana kwamba vijana wengine atakuja, vipi mbona kuna maana Faruki tunakuona kule, na hapa vipi mbona tunakuona hapa, tunasoma hapa, vipi jamaa salimika huko, jamaa huyu tutakwambia baadaye. Sasa jambo ambalo liko sila sawa, tumefahamu. Sasa tunatakana azimukane katika jambo hilo na wafungamane na msingi ambao ulikuwa sawa. Fikeni hapo kwa leo. Kama kuna swali, kuna mtu anautata, maana msingi huu natarajia kwamba kuna watu watakuwa na maswali mengi sana kuuliza katika msingi huu. Na msingi huu ndio watu wanaorembelea masala kusema wanakataza wale masala wasende kusoma kwa watu wa bid'a. Hawasemi kwa watu wa bid'a, wanajifanya wao wanajua kila kitu, ndio maelezo yao wamesema. Watu wa bid'a wanasema wanajifanya wale masala wanajua wao kila kitu, na wakataza tu wao wasende kusoma kwa watu wengine. Sisi tuna misingi ambayo umetokea ahlul ilmi. Sisi tuna misingi umetokea nani? Ahlul ilmi. Misingi hiyo ndio ambayo sisi tunatakana tufuate. Na ndio maana tukatulizana katika msingi huu, kutolea maelezo kinaifu, kwa sababu bado kuna baadhi ya shababi wanayumba katika msingi huu. Hawajajua hasa kwamba huu msingi unatakana kwamba wasimamie vipi. Kwa sababu msingi ndivyo ambavyo unakotekana uwe. Yaani wewe ukisikia kwamba huyu ni mtu wa bid'a, basi usisome kwake, kwa sababu kitendo cha kusoma kwake, kitendo cha kukaa kwake tayari atakuingiza maradhi katika moyo wako. Utakuwa huna uchungu na sunna za mtume, utakuwa huna uchungu na kuyafuata yale ambayo yalikuwa yamethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mwisho wa siku hao watu wa bid'a wenyewe utawasikia anasema mtume alikuwa ni mtu mwanamume na sisi ni watu wanaume. Tumefahamu. Kwa hiyo maana yake yeye kashajilinganisha sana na mtume, maana yake kwamba yeye asema kwamba si lazima kuyafuata yote ya mtume. Kiyafuata yote ya mtume hutoweza. Kwa hiyo mengine ambayo tunafanya sisi yanafaa vile vile. Si tayari unamkuta mtu huyo ana fasaha ya kuzungumza, unamkuta mtu huyo yuko katika hali kaweka maelezo katika fasaha ya juu, na wewe unajua kwamba huu ndio sawa. Kumbe ni maradhi ambayo tayari kashatumbukiza katika moyo wako. Wewe mwenyewe unakuwa ujijibu. Kwa hiyo katika hilo sisi hatuna mujamala wala hatuna kufunga kubana maneno, tunazungumza kwa wazi sarahata kwamba ni msingi ambao ulikuwa unahitajika kwamba kusimamiwa na mtu kuweza kufahamu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.